Ciiko cia wici wa mitambo ya kompyuta kana laptop ithiete na mbere kwandikithio guku bururi-ini na kurituhira honge cia ugitiri uria cinyithanira nacio iri riu kuri na Mukenya uthundurite mutambo wa kung'ethanira na wici wa mitambo ya laptop oro umwe na kompyuta ndi guku thiini wa University ya JKUAT ni mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu tumenye mutambo uyu uhana atia na uraruta wira na njira ya muthemba uriku. Investor 001 na wa Njoroge, karibu. Otogo gwirire twina ndagitari togo Dr. Mondi ohagirire muno maundu makonainie na uthunduri wa mitambo ya kiriu na thondekete mutambo wa kuhurana na wici wa mitambo ya laptop na gutwira maingi makonainie na uhoro uyu na aumite kuria mwena wa Alex ni kuga ati ndaiguaga kana naigua ikuno ndangihota kwaria koguo kuhuthira ruthambi rwa Githweri niko tokotong'etana nake na njira igwete. Daktari, kwa muhtasari tuelezee hii innovation yako inafanya kazi kivipi, labda kwa wale ambao hatuelewi, manake najua ni innovation ambayo ina udani sana kwa masuala ya kiteknolojia. Inafanya kazi namna gani? Asante sana. Kwa kifupi tuko na teknolojia huwa tunaita kwa kizungu, kwa kimombo inaitwa beacon technology. Katika hii harakati ya beacon technology ni uvumbuzi ya ni nafasi ambapo ni naweza sema ni kama platform ambapo chombo any item ama kila chombo ambapo inatumia internet inakuwa connected na kitu tunaita wifi. Na hata ukiangalia kwa simu yako ama kwa laptop utaona list ya wifi. Haya list zote kuna mali huwa zinajumuishwa pamoja kwa platform moja. So kwa hii platform moja ni ya kwamba tumekuwa na harakati ya kuingia katika hii platform. So katika harakati zangu za kufanya my research nimekuwa na nafasi ya kuingia katika hii platform, na huwa tunasema ya kwamba katika hii platform any wifi ambapo any chombo ambacho inatumia wifi ikiwa recorded hapa tunaweza kuwa na nafasi za kuziona. So hiyo ndio background ya yale ambayo tunajaribu kuangazia. So ukiangalia katika laptop kama hii tuko na kitu tunaita BIOS. Communication ama mawasiliano katika chombo ya laptop inatumia BIOS. So katika hiyo BIOS tuko na software, tumekuja na software ambapo inachukua mambo mengi sana katika BIOS ya laptop na inaweka kwa cloud. So ikiweka hayo mambo kwa cloud ni ya kwamba hiyo laptop ikipotea utagundua kwamba maybe wale ambao walifu watajaribu kuformat, tunasema ni kuformat. So wakijaribu kuformat hizo laptops na BIOS na information imekuwa kept kwa cloud, itangoja tu akimaliza hizo vitu zinarudi zote. Nimekusikiza kwa makini sana. Iwapo kuna jargons na maneno mangumu ambayo unatumia hapo kama beacons, sisi wa Kikuyu beacons tunajua ni za megonda maguta. Daktari, hebu tuelezee kwa upole sana na kwa ufasaha. Nikinunua laptop yangu pale dukani, sijui sasa mfumo utakaofuata ili uweze kuweka hii innovation kwa laptop yangu inafuata mtaratara gani? Asante sana. Kwa upande wa kuupdate huwa tuko na vitu tunaita AnyDesk, TeamViewer. Hizo ni huwa tunaziita application ziko kwa laptop. Ukinipatia namba ya AnyDesk, nikiona hiyo namba, nikiweka hiyo namba kwa kompyuta yangu, nitaona kompyuta yako. So nitachukua nafasi ya kuhakikisha kwamba nimedownload hiyo software kwa laptop yako, nimefanya configuration, nimeactivate, na ikianza kufanya ndio nitakwambia kwamba sasa you are good to go. Kuna wale ambao wananiuliza, daktari, laptop yangu imeimbiwa na labda ambaye ameimba mahali anaitumia number 1 hakuna internet, number 2 labda hakuna stima, kwa hivyo imezima. Awali ulisema ya kwamba mfumo huu ama innovation hii lazima ioane na masuala ya internet na laptop lazima ikiwe on. Labda tupate ufafanuzi zaidi
iwapo aliyechukua laptop yangu ama mwizi ameizima na vile mahali yako hakuna internet, kuna uwezekano nitaipata ama bado mfumo huu wako hauhitaji mambo kama hayo? Basi hapo ndio sasa teknolojia inaingia kwa njia fasaha kabisa. Kwa mfano kama hii laptop imezimwa kwa mfano, na unataka kuangalia kwamba iko wapi juu imezimwa, hiyo kitu tunaita beacons technology. Beacons huwa zinasomana, beacons huwa inasomana, meaning hiyo laptop yako iko na beacon, na pia beacon nyingine iko hapo karibu, kwa maana ni wifi, it is a platform ya wifi. So beacon yoyote itasoma hiyo beacon ya laptop imezimwa, na itaonyesha direction na hiyo beacon, na inakuja kwa desktop ama kwa server, na tutaiona instant. Daktari, huko State House tovuti tumepata ya kwamba imekuwa hacked, wanasema kwa Kiswahili imedukuliwa. Sijui umeweka measures gani za kiusalama kuhakikisha kwamba huu mtambo wako ama hii innovation yako, ni vigumu sana vijana ambao unawafunza, manake wewe ndio mwalimu wao, wana uzoefu wa kufanya mambo kama haya na kudukua mitambo kama hii na innovations kama hizi. Sijui masuala ya kiusalama wa mtambo wako huko namna gani? Kwanza katika harakati za security protocols, so far hii sio rahisi. Kwa mfano ukiiba hii laptop, kwa mfano wacha nipatiane kwa mfano, kwanza uwezi delete software hii hata kwa laptop yako. You can only repair, na pia uwezi repair if you are not the installer mimi. So ni ya kwamba the protocols ya hii software is very much advanced. Hiyo ni ya kwanza. Uwezi format, uwezi fanya anything, hata ukiswitch off laptop bado inatafuta. Secondly, katika protocols za security, hata kwa mfano so far the security protocols zimetumika ni ya hali ya juu kiasi. Na pia sisi huwa tunafanya utafiti, tunajua kwamba ikifika wakati fulani security protocols which can protect this one, because it keeps on changing, na pia wezi pia wako tu. So tunahakikisha kwamba we look for the best, ndio tuwe na harakati za ku protect hii platform. Kuna wale ambao wangetaka kuelewa, manake kwenye jamii tunaelewa ya kwamba nikishaimbiwa kitu mfumo wa serikali ni kwamba niende nipige ripoti kwa maafisa wa usalama ili nipewe OB namba, halafu kisha mkodo wa sheria uweze kufuata. Sijui sasa huu ama hii innovation yako inaoanaje na mambo ya masuala ya kiusalama, maafisa wa usalama, ili ya kwamba nikiimbiwa nipige ripoti nipatiwe OB namba, kisha ni yepi atakayofuata ili tuweze kujumuisha mtambo wako na maafisa wetu wa usalama? So ukienda kwa polisi na upatiwe OB number, our system will also give you the direction, mali imebiwa, jinsi imetembea, na the final destination. Na hata sio final destination, inaweza kuwa ni final destination, hiyo laptop imezimwa, itakuonyesha imezimwa hapa, ama imekuwa formatted hapa. So kwa mfano ikija mpaka kwa nyumba yangu, siwezi sema mimi sio suspect, na hiyo kitu imeonyesha kwamba iko kwa nyumba ya mtu fulani. So huwa inasaidiana sana. So it is a gap between the security and the real location of a laptop which has not been there up to now. Na kwa kifupi sana daktari, kuna wale ambao wanauliza ni vizuri waweze kuelewa ya kwamba kuna uwezekano niwe na huu mtambo kwa simu yangu, ili wakati ninapoacha laptop nyumbani kwangu ama afisini ama mahali pangu pa kazi, ninapofanya shughuli zangu naweza kuiona kama ile tracking device ya magari, ambayo mtu hufuatilia gari liko wapi, limeegeshwa wapi na masuala kama hayo. Kwa hivyo ni rahisi kuwa na mtambo huu kwa simu ili niweze kufuata na kuona mahali ambapo laptop yangu iko kutumia simu yangu. Yes, inawezekana kwa hali ya juu sana, kwa sababu ukiweka kitu unaita username na password kwa simu yako, itakupeleka straight kwa site ya hiyo laptop na itakuonyesha mahali hiyo beacon iko kwa simu yako. So ukiweka Google Navigator kwa simu, itakupatia direction mpaka mahali hiyo simu iko, mpaka mahali hiyo laptop iko. Naam. Daktari, nikimalizia, unajua mimi ni mwanahabari na lazima niangalie nione mambo hapa. Nikiangalia naona kuna mitambo mingi. Sasa kando na mtambo huu wa mambo ya
wizi wa laptops. Hizi mitambo mingi ziko hapa ni za nini? Na juzi nimeona rais wiki jana amezindua mfumo wa magari ya ambulensi. Sijui hizi mitambo zako zinaoana, naona kuna radio calls na mitambo mingine kama hiyo. Hebu tupatie ufafanuzi kwa muhtasari. Asante sana kwa hilo swala. Ni ya kwamba hilo uvumbuzi ama that platform is very critical. Actually it is very timely kwa upande wa saizi. Utagundua kwamba tunaweza kuwa na ambulance mali tofauti Kenya mzima. Na kama wale ambao wako in charge ya SHA kwa mfano, maybe kuna an emergency mahali na kuna very close ambulance na uwezi jua, ama kuna ambulance mbali na coordination ya ambulance inakuwa ni changamoto. Katika hilo platform ambapo ilivumbuliwa na head of state, I would say it is one of the best strategy, and it is the best way to locate which ambulance is in which and in any emergency area. Kwa mfano katika hizi vyombo ambavyo ninavyo, utakuta kwamba all ambulances wako na kitu kama hii, wanaita Kodak. Hii imekuwa connected to Motorola, na ukiendesha unaweza ongea na hii ukiendesha, ijapokuwa ya kwamba hata ukiendesha ukiongea uwezi ona huyu mtu ako na Motorola. Lakini katika uvumbuzi wetu we have customized the technology to assist Kenyans, of which ukiweka mitambo yetu our radio communication kwa ambulance yako, utaweka tutakupatia this a touch screen. Unaguza hivi and then you will see all the ambulances on this. So as you drive, you can even give instructions. There is an emergency, turn left, turn right, you can give instructions because utakuwa unaziona hapa. So kama iko kwa gari na unaongea, ukiongea hivi mtu anaweza respond na hii radio, anaweza respond na simu, na pia ikiwa response inafanyika, information inakuwa relayed kwa server mahali. And if there is an emergency again, maybe there is something which is very urgent, ukitumia hii radio call, iko na SOS functionality. As you press this, it is populated in a server somewhere. So basically what I'm trying to share, the fleet management system of our gadgets is the best option for this intervention, because our system works in areas without network. It picks from satellite. It is not limited to distance. Ama kwa mfano Motorola is limited to a distance. Motorola you must use a local network. Na hizo local networks kwa mfano kama huko mali network sio mzuri, hamtaelewana. The other service providers are using radio frequencies. Na huwa zinagongana, ndio kwa maana unaweza sikia mtu akipiga hello, ukisikia kwa hiyo sauti nyingine unasikia zinagongana. Lakini hii system yangu hata ukipiga hello huwezi sikia any other person talking. So hiyo ndio advantage. We are using what we call kwa kimombo inaitwa push to talk over cellular technology. Na hiyo ndio the latest technology kwa hiyo the world of radio calls. So uzuri ni ya kwamba serikali itaona all its ambulances in the whole country on a platform. Atasema kwamba ambulance fulani iko Kuria, ambulance fulani iko Murang'a, na kuna accident mali fulani. Akipiga tu simu atakuwa anaongea na huyo ambulance, na kama sio ambulance atakuwa anaongea na care provider kwa masimu zao. Marizia, manake muda hauko nasi daktari. Sijui ni mimi nahisi ya kwamba kama serikali kuna mahali kidogo haifanyi juhudi za kuwatafuta watu kama nyinyi, manake innovations ambazo uko nazo zinaweza saidia sana sekta nyingi sana, kuanzia sekta ya usalama, sekta ya afya na sekta zingine. Labda serikali imewakumbatia nyinyi kama innovators kwa njia ambayo inastahili, na hasa kwenye vyuo vikuu? Mpaka saizi naweza sema ni kwamba wale ambao wanafanya innovations katika vyuo vikuu ni kwamba hiyo exposure ya kutuunganisha na mpango ya serikali ndio nasema haiko sawa sana. Kwa mfano tangu nianze hizi uvumbuzi in 2009, including ile internet from the moon, which can provide internet in our remote schools so that our kids can learn. Nimejaribu sana kuongea na county governments na bado hatujapenya vizuri sana. Pia ningeomba ya kwamba kama government wakuje katika
vio vikuu kwa maana most of the innovations huwa zikutu hapa. Kweli. And then wawe na mpango ya kufund this very important research. Kwa mfano mali nimekaa, shida si uvumbuzi, shida ni implementation. So kama tunaweza kuwa na harakati ya kwamba wana identify some of our innovations, tungekuwa mbali sana kama nchi. Kwa mfano kama hii ya ambulance, this is a game changer to our country. Kwa sababu kuna areas ambazo hazina network, lakini kuna emergency. Pia kuna areas ambazo mtu akona simu na simu ikienda off hawezi pick, conversion huwa inakuwa shida. Radio zetu zina record even vitu zile zimefanyika hapo nyuma. Kweli. So niko na hakika ya kwamba our government adopt technology kama hii, tunaweza saidiana sana kama nchi. Asante. Thank you so much. Ngatho muno ndagitari onako ndo iguaga Gikuyu riu gucokera ngatho na Gikuyu ni wacira wega muno na ngwiciria ni mataukirwo maundu makonainie na wici wa laptop uria tungihurana na wici ucio na uria nginya honge citu cia githirikari cia ugitiri ikintana hamwe na inyui. Asante sana daktari, ndakena muno. Asante na shukran za dhati. Mirori nguciano wakeigua uria riu mikora yothe iria kiyaga mitambo ya laptop riu wira wanyu ni wathira, riu muthe mukari megicagi mwethe maundu mangi ma wika tondu ni kwagia na mutambo wa kuhurana na wici wa laptop. Asante sana. Mathaa makwa ni mathira kuma guku thukuru-ini wa JKUAT ni mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu. Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge umothe gwitagwo investor kana mwarimu wa Githweri. Ndagweta kiugo kundukuliwa chana mundo limagogo ukwaria Githweri uguo ngatho no ririkane kuintanagira hamwe na ithui oro muthenya wa mwambiririo thaa 3:50 na gucokera tabarira eno muthenya wa keri niguo wa Tuesday thaa 9:30 cia muthenya guku kwa Inoro TV. Ngatho.